3 inasema imani hujumuisha utii kwa Yesu Kristo na neno lake kama njia ya uzima uliovuviwa na imani yetu, kwa shukrani zetu kwa Mungu na kwa kazi ya Roho ya kuzaa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Utii kwa Yesu Kristo na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Walio wengi tunatii sana wanadamu kuliko Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe. Tunao wakina Sauli wengi wa kipindi kile cha Waisraeli. Kipindi hiki wanashindwa kutii neno la Mungu, lakini wana uwezo wa kutii sauti ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Tii kwanza sauti ya Mungu mbele ya kutii sauti ya mwanadamu. Unaanzaje kuitii sauti ya mwanadamu huku ukisahau kuitii sauti ya Mungu? Samueli alimwambia Sauli kipindi kile kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Ukinitii neno utakula mema ya nchi. Na ndivyo hivi ambavyo nataka nikuambie kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Walio wengi wamefocus sana na kumtolea Mungu masadaka na kumtolea Mungu dhaka, lakini hauwezi akalitii neno la Mungu kwa vile neno la Mungu linamkataza mambo mengine. Unatoa masadaka kila Jumapili, unatoa masadaka kila mwaka, lakini bado hujatengeneza mwenendo wako, bado matendo yako hayajatengenezwa, bado mwonekano wako hujafanana na Mungu. Hizo sadaka unazitolea nini? Hizo sadaka unazitolea nini? Wakati unashindwa kujitengeneza kwanza ufanane na Mungu, lakini unafikiria kwamba anazitaka zile sadaka zako. Kuna somo lingine ambalo tutakuja kulizungumzia. Je, Mungu huzitaka sadaka kuliko moyo wenye kutii? Je, Mungu anazitaka sadaka zetu kuliko sisi kumtii? Mtii kwanza Mungu, hizo sadaka zako ndo zitakuwa na thamani na uzito. Kama jinsi ilivyo maombi. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Kutokumtii Mungu yawezekana sio dhambi, lakini ni makosa. Kwa maana kuna vitu ni dhambi na vingine ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma mwenyewe Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi ule mstari wa 6. Hapa ni habari za Yesu Kristo na Nikodemu. Utasoma mwenyewe, utakwenda kusoma hapo. Ila mimi acha nikusomee huyu Yohana wa 14. Yohana sura ya 14 sura ni yake ya 14 mstari ni ule wa 15. Ndio ambako tutasoma 14 kwa 15. Maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Unampendaje Mungu ambaye amri zake huzishiki? Jifunze kumtii Mungu. Imani yako haitakuwa nzito usipomtii Mungu. Kinachosababisha uendelee kuona kwamba neema ni muhimu sana kuliko imani ni kwa sababu hautii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana imani yako inatengenezwa na matendo. Na mojawapo ya matendo ambayo yatakwenda kusababisha uweze kuwa vizuri ni pamoja na kulitii neno la Mungu. Unapotii neno la Mungu ni pale unaposikia neno la Mungu limekataza kitu fulani na wewe unakitii kama jinsi ambavyo kilivyo. Lakini siku hizi neno la Mungu linakataza hivi, lakini wewe unajitafutia njia ya kukwepa kile kitu. Jesus. Ni huruma sana. Ni huruma. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu lakini amri zake hauzishiki. Unakuwa ni Mkristo wa namna gani?